nikagundua kwamba Mungu akasema kila nitakapoingia nitabadilika. Kwa kila mtaa nitakaoingia mimi, naambia hakuna kuruka mchawi hapa. Hakuna chuma ulete hapa. Kwa nini? Kuna nguvu za Mungu na Prince anatawala kwenye ufalme katika ulimwengu. Na sisi tukishinda katika ulimwengu, yani tukiweza kucontrol katika ulimwengu wa roho, maana yake tumeyaweza maisha ya kawaida. Haleluya. Amen. Ulimwengu wa roho, ukiona usiku umelala, alafu unaona mapaka na jinamizi yanakufukuza. Kila mtu ana experience yake, kuna kitu kimemtokea usiku. Alafu umeshindwa kutaja jina la Yesu. Maana yake roho yako ina nguvu. Yaani unaniambia ukasema kitu kilinizuia kutaja jina la Yesu. Maana yake spirit yako ipo stable. Maana yake litakiwa tu kinapoanza kwa jina la Yesu rudi, una mamlaka. Haleluya. Maisha yetu yanaanza katika ulimwengu ambao sio mbali. Unaweza kuenda Marekani ndani ya sekunde. Sio mbali sana na hapa tulipo. Haleluya. Amen. Sio mbali. Mwingine anakuta picha. Na yeye ndio anakuta picha huko. Sijui wapi. Ni hapa. Maanake kama wewe unamuombea mgonjwa na mgonjwa anapona, maanake ufalme huo huko hapa. Ni tayari umeshafika huko. Yaani hiyo serikali ipo unatembea. Yesu anasema, "Ninyi mnafikiri mimi ningeweza kuagiza ningeweza kuagiza jeshi kwa baba yangu, maana ningeweza kuagiza malaika." So malaika wanaokulinda wewe ni zaidi ya trilioni. Yaani unataka kwenda mjini, unapopiga hesabu ya kwenda mjini, tayari wao wameshatangulia. Haleluya. Amen. Tayari wameshatangulia, wameshaweka mipango vizuri, kila kitu kimeshakaa vizuri. Kama vile rais anasema ana ziara Dodoma. Kwa hiyo leo unafanya ziara kwenda mjini, na ziara kwenda mjini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kila kitu kinakuwa kimetangulia. Nime experience mtu mmoja. So unajua tunaweza kukaa kanisani. So kanisani unaweza kuambia watu usifanye kitu fulani, usifanye kitu fulani. So ukawachochea kufanya. Alafu sasa unafikiri hawafanyii hapa. Fanyie hapa ili katibu anione. Wewe vipi? Sasa upo hapa. Pili huko juu. Okay. Sasa hapa si unajua tena katibu tena kasifeta hapo anatusumbua. Tukutane cha mwili huko, maana yake huko watu wengi. Unaweza sasa. Hata jamaa alikwenda huko, wakaenda siku. So jamaa alichoma moto. Haleluya. Alichoma moto mpaka leo, jamaa ni mchungaji. Mpaka leo anakoa. Haleluya. Mpaka leo anakoa. Kuanzia pale akaacha hizo tabia na nini? Kwa sababu Mungu alitaka kumjua. Kwa hiyo lakini cha msingi ni nini? Roho anauisha. Neno linakuwa. Haleluya. Roho anauisha mimi ili inataka kufa. So mimi nitaonyesha Luka 17:20. Luka 17:20. Neno la Mungu linasema, "Na alipoulizwa na Mafarisayo, ndio ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza, wala hawatasema tazama uko huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu." Asema Mfarisayo anauliza, ufalme wa Mungu utakuja lini bwana? Mbona hatuelewi hapo? Mambo yaeleweki. Hebu Bwana tutafsirie. Yesu Kristo anasema, ufalme wa Mungu hamtasikia huko kule, huko wapi, huko wapi. Ufalme wa Mungu umo ndani. Maana serikali ya Mungu umo ndani. Government. Maana yake kuna kitu kizungumza, serikali ya mbinguni imesema kwamba kitu kinatakiwa kifanyike hivi. Serikali imezungumza kwa sababu serikali imo ndani. Sasa imagine unatembea na serikali. Serikali unatembea serikali unatembea nayo. Serikali jopo la serikali unatembea nayo. Maana yake chochote utakachosema yaani sasa Kristo anaamua malaika uende wewe au anaenda na kushughulikia. Maana yake serikali ndio serikali.
serikali, jopo la serikali, maanake ufalme umo ndani yenu, maanake serikali imo ndani yenu. Ndio maana kama mtu ana giza, tunaweka serikali yenye Mungu. Tukiweka serikali yenye Mungu, giza linakimbia. Ukizima taa, imagine, ukizima taa, unakuwa na giza. Ukiwasha taa, giza linakimbia speed. Maanake Mungu imekuja. Imagine unatembea na ufalme. Ufalme unatembea nao. Nasema ufalme unatembea. Haleluya. Ufalme, serikali nzima ya Mungu. Kitendo cha kutaja jina la Yesu, serikali ya kuna jambo gani? Kuna nini? Serikali imeandikwa. Ufalme wa Mungu ni ufalme wa Mungu ni halisi, na anayefanya ufalme wa Mungu halisi ni Roho Mtakatifu. Sura ya chapter ndio Yohana 3. Yohana 3. Alafu Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kama hujazaliwa, sasa wale ambao hawajazaliwa mara ya pili, kama hawajazaliwa mara ya pili hawawezi kufaidi ule ufalme. Hivi unajua, mimi zamani nilikuwa najua wanakwenda mpira. Baadaye ukitaka kujua utamu wa ngoma, ingia ndani je. Funga kibwebwe, ingia kwenye muziki, ndio utajua utamu wa ngoma. So Biblia inasema kwamba kama hujazaliwa mara ya pili, kama hujazaliwa, maana hiyo ufalme hauna. Sasa sisi tunaenda kuwafanya watu waingie kwenye huo ufalme. Tunaenda kuambia habari njema ya huo ufalme. Ni ufalme ufalme ambao kwamba hauwezi kishaingia kwenye huo ufalme, kitu chochote hakiwezi kukufundisha. Ila je, unaujuaje huo? Niliwaambia neno la Mungu sio leo na kesho. Neno la Mungu ni kama mbegu ambayo at least meditate 3 months. Kwa kawaida neno la Mungu meditate, yani hilo ulirudie angalau miezi 5. Nikwambia hiyo mbegu, hii mbegu ikichukua hapa inakuwa sio. Haleluya. Kwa hiyo lazima ujue. Sasa, je, ufalme sasa tunao na ufalme umeshafika. Umefikaje? Yohana na Matendo 1:3. Matendo 1:3. Matendo sura ya 1 mstari wa 3 na Mungu anasema, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kufa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 akianena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Unaona Yesu alikuwa anazunguka akihubiri kuhusu ufalme. Sawa. Alikuwa anazunguka akihubiri mambo ya Mungu. Alafu akaja. Alipofufuka akarudi. Aliporudi. Sawa. Alikaa na wanafunzi wake siku 40 akiwakumbusha mambo ya ufalme. Ni akiwakumbusha habari ya serikali ya mbinguni, taratibu jinsi zilivyo. Haleluya. Yes. Ukitaka kujua kindani zaidi kuhusu ufalme wa Mungu, soma kitabu cha Mathayo. Yaani ukimaliza chuo. Kitabu cha Mathayo kimezungumza habari ya mfano. Ukitaka kujua nguvu za Mungu, soma kitabu cha Mathayo. Kimezungumza nguvu. Haleluya. Ukitaka kujua Yesu Kristo alikuwa 100% ni mwanadamu, 100% ni Mungu, soma kitabu cha Luka. Ukitaka kujua Yesu Kristo ni Mungu, soma kitabu cha Yohana. Maana yake Yohana, mzee Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno Yesu Kristo alikuwa ni Mungu. Ukitaka kujua Yesu Kristo ni Mungu 100%, kitabu cha Yohana. Kwa sababu wanarejea toka mwanzo moja. Haleluya. Haleluya. Amen. Yes. Kwa hiyo
Yesu, dakika zako zimeisha. Yesu anakupenda na Yesu alifia ulimwengu mzima. Yesu ana ubaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama utakuwa na swali unaweza pia ukaniuliza. Sio kwa sasa hivi maana